Asante sana mpenzi mtazamaji wa Bethel Clouds TV. Ni wakati mwingine ambapo tumekutana sana ili tuweze kuzungumza mambo ya busara pamoja na mtumishi wa Mungu. Na ninashukuru wale wote ambao mnaandamana pamoja nasi, mna subscribe YouTube channel yetu, mnatuma comments na pia mnatutia moyo jinsi mafunzo haya yanavyobadilisha maisha yenu. Na karibu juma mawili tumekuwa tukizungumzia madhabahu, jinsi tunainua madhabahu, jinsi madhabahu yanaathiri maisha yetu, na vile vile pia mtumishi wa Mungu akaweza kuzungumza na akakuonyesha jinsi ambavyo unaweza kuvunja yale madhabahu. Na hivi sasa tuko na somo lingine jipya sana ambapo tunazungumzia, kwa lugha ya Kiingereza tunasema a family tree, ambapo tunazungumzia siku ya leo. Kwa hivyo nasema karibu sana, usiondoke mpaka tutakapokuwa tunamaliza. Karibu sana mtumishi. Asante sana. Uko mzima? Kabisa. Aha. Niko buheri wa afya. Nashukuru Mungu. Pia nasi tunashukuru. Na mashabiki wanafurahia sana sababu jumbe zinaendelea kuingia, wanasema hakika mafunzo yanaingia kabisa. Na mmoja akasema kabla tuanze kipindi nikuulize, wewe ni mwalimu wa theolojia, na kama ni mwalimu wa theolojia iko wapi naye akuja akae chini, maana mafunzo ambayo inayatoa hajai yaona? Mafunzo ambayo tuko nayo sio ya theolojia, kwa sababu theolojia ukipasua mara mbili theolojia utapata ni kitu inaitwa theo na ology. Hizo ni vitu viwili tofauti sana ambavyo havizungumzii ukweli, bali vinazungumzia mambo ambayo yamegeuzwa kwa minajili ya kufanikisha lengo fulani ambalo lilikuwa ni walimu ama watu walioanzisha mafundisho kupitia theo na ology ndio waweze kufaulisha malengo fulani. Sana sana ilikuwa katika hali ya theology, ilianzishwa na makundi matatu. Kundi la Mungu la kwanza kabisa ilianzishwa na watu wanaitwa the first church ya Mungu ya Yesu, ambaye alisema ni Orthodox. That was the first church. Catholic ilikuja mbele nyuma, kwa sababu Catholic imezaliwa na Orthodox. The most original church, the oldest church ambayo in the system of the church ni Orthodox kulingana na mpangilio. Kuna zingine zilikuwa hapo awali, lakini kuja hapa karibia ni Orthodox ndio kwanza, kisha Catholic, kisha Protestants. Na ukaangalia kanisa ambalo limebaki na uhalisia wa Mungu ni kanisa la Orthodox, sio la Catholic. La Catholic lilichukuliwa na Pope mwenyewe ambaye ni wa Illuminati ama Freemasons, ambao kutoka mwanzo wameligeuza kanisa limekuwa msingi wa mfumo fulani ule wa Antichrist. Catholic all along wamekuwa Antichrist, lakini walijificha sana. Na ukaangalia ile kofia la la Pope hapa juu limeandikwa Vicarious Filidae. Vicarious Filidae ukichukua zile herufi, kuna venye zinahesabiwa. V ni 5, V1 ni 6, IV ni 4. Ukiangalia X moja kuna herufi zake ina Roman katika kuhesabu kwa njia ya Kiroma. Kuna venye wanahesabu. Sasa ukiweka zile Vicarious Filidae ni nasema 666. Kumaanisha katika Biblia tunazungumzia jambo tunazungumzia kuhusu the Antichrist, mpinga Kristo atakuja kwa hiyo namba ya 666. Kwa hivyo watu wengi walikuwa wanafikiria namba ya 666 itakuja kutoka upande wa Amerika kisha ikuje upande, lakini namba ile walio inakili vizuri ni nchi za Greece na Greek, ambazo ndizo zenye namba hiyo ya Antichrist, na ndio wenye mafundisho ya Antichrist kisha yanaegemezwa ndani ya Roman Catholic. Katika Roman Catholic pia sasa wameunganika, maana Orthodox ndiyo ilianza, ikakuja Catholic, ikakuja Protestants na Muslim. Waislamu wametoka ndani ya Catholic. Ndio naona Waislamu wako na rosary sawa na rosary ya Catholic. Wako na hizo kanzu pia ukiangalia ni wako na Mecca sawa na Medina, wako sawa na Vatican. Zote ukiona hata mfumo wa kujenga, mifumo ya mijengo iliyopo na mipangilio ya kila kitu utapata sawa kabisa 100%. Ni kama ile iko ndani ya Vatican ndio iko kule Mecca, Medina. Na zile siku za kufunga
siku 40 utapata pande zote mbili wako nazo. Kuna wakati wa kutoa dhabihu, pande zote mbili wako nazo, kwa sababu ni mfumo tu, ila tu wale waliandika kwa mila na tamaduni za Kiarabu. Nao hawa wameandika kwa mila na tamaduni za Waitaliano. Ndio unaona mpaka mafundisho zote zinafanyika kwenye lugha ya Kiitaliano. Ukienda kwa mafadha, mapadri wote wanapotoa misa, watatoa misa kwa njia na lugha za kitamaduni za Kenya, za Kiswahili, lakini kwa undani sana utakuta wanazungumza sana Kiitaliano. Wale wakuu wa juu, kina popo akitoa statement yote anaitoa kwa lugha ya Kiitaliano. Ilikuwa mpango wa kuhakikisha mafundisho na sera ya Catholic haichafuliwi, haibadilishwi, inabakia ile ile. Ndio unaona Quran iko na nguvu kuliko Bible ya Wakristo, maana Quran haijabadilishwa, haijachenjwa kwenye lugha yote ile nyingine. Kwa ile lugha halisi. Lugha ni ile halisia moja ya mwanzo kabisa. Ndio unapata Quran iko na nguvu kwa sababu haijabatilishwa, na kila mtu anasoma kupitia kwa lugha ile ya Quran ambayo ni lugha ya Kiarabu. Hata uwe nchi gani, utasoma Kiarabu. Kumaanisha haijabadilishwa. Lakini ile kwetu utapata vitabu vimebadilishwa. Wakati wa King James walibadilisha, wakati wa Constantina walibadilisha. Maana ukiangalia sasa katika hali ya kuabudu, ibada ya Jumamosi na ya Jumapili, ni ibada hizo haziko kwenye Biblia. Haziko, ibada zote zile haziko kwenye Biblia. Yesu mwenyewe hakuweka ibada ya Jumapili. Ule ambaye tunamfuata sana, Mungu mwenyewe hakuweka ibada ya Jumapili. Lakini ibada ya Jumapili ililetwa kwa sababu walitaka kuleta mfumo mpya wa mabadiliko kulingana na upinga Kristo. Kwa hivyo ibada zote za Jumapili ni za wapinga Kristo. Na ililetwa na mtu anaitwa nani? Constantina wakishirikiana na Nimrod ndio walibadilisha, na ndio walikuwa popo wa kwanza. Ndio walibadilisha mifumo ya kuhesabu masiku na kuhesabu masaa. Kwa hivyo unakuta tukaondolewa kwenye siku ya Sabato, tukawa kwenye siku ya Jumapili. Ndio hii siku ya Jumapili inaashiria nini? Sun, ni jua. Na katika ukiangalia kwenye mifumo ya Constantina, kuna Mungu ambaye alikuwa naabudiwa wa jua. So katika nani program hii utakuta tumewekwa kwenye Mungu wa jua. Kwa hivyo Jumapili tunamwabudu Mungu wa jua. Si Mungu wa kawaida. Jumatatu tunaabudu Mungu wa mwezi, maana ni moon day. Nayo Saturday ni ile nani, sayari inaitwa Saturn. Unajua ile sayari inaitwa, kuna Jupiter, kuna nini, ile sayari inaitwa Saturn. Hiyo sasa ndio Saturday. Na ilikuwa na fundisho lake. Kila siku iko kwenye fundisho lake. Ni kama sasa ukiangalia vijiti vya nani, numbers kwenye saa, chronology yako 1 to 12. Kila namba iko na meaning yake. Iko katika ulimwengu wa kiroho. Kila saa kulingana na ibada zao. Kuna saa moja ilikuwa ibada fulani, saa mbili ilikuwa ibada fulani. Ndio naona watu wa Islamu walifuatilia hizo numbers za saa. Ndio nakuta saa 11 wanaamuka, wanaswali, wanaenda saa 2 wanaswali, saa 7 wataswali, saa 9 wataswali, saa 2 usiku wataswali. Umeona, saa 5 usiku wataswali. Kwa sababu inaambatanishwa na masaa. Ibada zozote zinaambatanishwa na masaa. Ndio unaona Wakristo kuna wakati wanaamuka usiku saa 9 usiku wanakuomba. Kuna wa saa 8, kuna wa saa 6, kuna wa saa 3 usiku, kuna wa saa 12 jioni. Lakini kwa sababu katika mfumo wa Kikristo kupigana na maadui wa kiroho, kuna masaa ya kuanza kupigana na maadui wa kiroho, wachawi, waganga. Wachawi wanaanzanga operation saa 12 jioni. Ndio wanaanza kujitayarisha, ndio wanapiga simu, wanaambiana leo tunaenda. Kisha saa 3 ndio wao hutoka. Kwa hivyo kutoka saa 12 mpaka saa 3 ni maandalizi. Wanapika chakula, wanakuwa na mipango ile, watashibisha watoto ndio watoke. Sasa saa 3 usiku ndio wanaanza safari ya kutoka. Umeona? Wakitoka
operation between saa 3 mpaka saa 6 usiku. Operation zote za wachawi hufanyika saa 6 usiku. Between saa 5 mpaka saa 7 usiku. Kisha kutoka saa 5 mpaka saa 7 usiku, operation ya mwisho yao ni saa 9 usiku wakirudi nyumbani. Kwa hivyo operation ile actual operation inafanyika between saa 5 na saa 6 na saa 7. Na ndio naona Wakristo wale wanao wako na kuelewa wanacheza na mazaa. Saa 12 ndio wanaanza maombi yao. Wakati wale wanaanza kujipanga kwenda kuvuruga, nao Mkristo ambaye anaelewa anaanza saa 12 kuvuruga mipango ya huyu asijipange. Saa 3 kabla watoke, unaingia kwenye maombi mengine ya kuvunja mpango wote wasitoke, walale, wachoke, yani kule kuwarushia kuchanganyikiwa. Alafu saa 6 ni kupigana vita vya kiroho, kuomba maombi ya vita, ndio kunyamazisha wasifanye kitu. Saa 9 usiku ni kushukuru. Maana saa 9 usiku nao wachawi ndio wanakuwa washafanya kazi. Saa 10 saa 6 washafanya kazi. Sasa kuamuka vita saa 9 usiku inakuwa umepitwa na wakati. Kabisa, inakuwa kabisa umepitwa na wakati. Maana washafanya kazi yao. Kazi ya wachawi hufanyika saa 6. Saa 3 ndio preparation ya kutoka, saa 12 ndio ile preparation ya kujiandaa mapishi na nini, ndio waende. Na wakati huo kutoka saa 12 mpaka saa 6 usiku ndio nafanya spiritual warfare, kuwapiga kabisa, kuwasambaratisha na kuwalemaza wasiwende kufanya ile kazi. Sasa hiyo ni kwa tu by the way. Imekuwa tu by the way. Yeah. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ushasikia masaa ya kuomba ni gani. Kwa hivyo usitume tena uulize ati masaa mzuri ya kuomba ni gani. Kanisa la Crusaders for Christ chini ya Apostle Ndura Waruinge iliyopo jijini Nairobi wanakukaribisha kwenye ibada mbalimbali. Siku ya Jumatatu ni siku ya maombi hapa kanisani kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumanne imetengwa kwa ajili ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumatano ni siku ya ibada ya ukombozi kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 9 mchana. Siku ya Alhamisi ni siku ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Ijumaa ni siku ya maombezi hapa kanisani kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Siku ya Jumamosi kikundi cha ibada na sifa wanakutana kwa ajili ya maombi na maandalizi ya ibada za Jumapili. Siku ya Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa 1 asubuhi hadi saa 2 kamili asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 2 kamili hadi saa 4 asubuhi, na ibada ya tatu inaanza saa 4 asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Kisha ibada ya ukombozi inaanza saa 9 mchana hadi saa 11 jioni. Vile vile unaweza fuatilia ibada zetu kupitia YouTube channel Bethel Clouds TV, vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook The Synagogue. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari ifuatayo 0722239555 au kwa lugha ya Kiingereza 0722239555. Kumbuka tunapatikana jijini Nairobi, Covey Plaza, meza 9 floor, mkabala na kituo cha mabasi cha Easy Coach, Haile Selassie Avenue. Mungu akubariki unapojiandaa kuabudu nasi. Today's topic, family tree, Apostle. Family tree. Hiyo tulikuwa tunasoma social studies na tukiwa shule. Family tree ni kitu kimoja ambacho ni kizito na kina ugumu wake. Mwanzo kabisa family tree ni mti ambao tunausema uko na mzizi. Tuseme tree ni mti ulio na matawi, uko na branches, uko na the trunk, the stem, alafu kisha kuna roots. Sasa the family tree huanza kutoka from the roots. Hauanzi kutoka juu. Unaanza kutoka the roots kisha una sprout. Unakuwa kikubwa. Tumfano tukiangalia kwenye kitabu cha Mathayo aya ya kwanza kabisa ya Mathayo inazungumzia kuhusu Yesu Kristo. Inazungumzia kuhusu Abraham. The origin, yani the foundation of Jesus Christ. Sijui kama utufusimu yako utatufungulia usome ndio nikupatie niweze kukusaidia kidogo hapo. Mathayo chapter 1. Some.
Nasema the book of generation of Jesus Christ. The book of generation of Jesus Christ. Jesus Christ anaanzia wapi? The son of David, the son of Abraham. Abraham begot Isaac. Sasa tunaanza ni Abraham. Kwa hivyo mwanzo wa Yesu ni nani? Ni Ibrahimu. Sasa that's a family, that's a tree. Mti unaanzia hapo kutoka kwa Abraham. Sasa ukitaka kumjua Yesu unarudi mpaka kwa Abraham. Because Abraham akamzaa nani? Isaac akamzaa nani? Yakobo. Yakobo akamzaa Juda. Juda akamzaa Perez. Perez akamzaa nani? Tamar. Akamzaa Zara. Mwana pambele kidogo. And Judah begot Phares and Zara of Tamar. And Phares begot Ezrom. And then Ezrom akamzaa Aram. Alafu Aram akamzaa Aminadab. Aminadab akamzaa nani? Akamzaa Nahshon. Nahshon akamzaa Solomoni. Then Solomon akamzaa Boaz. Na Boaz akamzaa Obed. Obed akamzaa Jesse. Jesse akamzaa Daudi. Naye Daudi akamzaa Solomon. And David the king begot Solomon of her that had been the wife of Uriah. So utakuta kizazi cha Yesu unakitafuta na kinapatikana. Ndio Yesu apatikane, amekuja kwenye kizazi cha 10 kutoka Abrahamu. Kutoka kwa Juda. Na kwa hivyo kutoka kwa Juda babake ni Yakobo 11, na Yakobo ni babake ni nani? Ni Isaka 12, na Isaka babake ni Abrahamu 13. Sasa Yesu amekutoka kwa Abrahamu ni vizazi 13. Na kizazi kimoja wakati ule kilikuwa kinaenda miaka 200, miaka 100, miaka 200. Tuseme miaka 200. Kwa hivyo ukiangalia vizazi 13 ni miaka ngapi? 2000 na zaidi. 2600. So 2600 years. Ndio Yesu amepatikana kutoka Abraham. Na sasa tunazungumzia nini? Nataka kuchukua mfano, kisha tuchukue mfano katika jamii tunayoishi. Na ukaona family tree inapoingia, family tree kulingana na baraka za mwanzo ama kulingana na laana za mwanzo zinaandama the tree, zinaandama the whole generation. Kama kwenu kuna laana, utakuta laana ambayo unaipitia labda ilikuja miaka 300 iliyopita. Si kwa sasa. Changamoto unayoipitia ukifuatilia vizuri, it is as old as 400 years. Like now tukiangalia kitabu cha Jeremia kinasema nini? Before you were born, I knew you. I had set you apart. Nilikuwa nimekutenga kwa ajili ya nani? Ukuje ukafanyike nabii. Kabla uingie kwenye tumbo la mama yako nilikuwa nakujua. Kwa hivyo kabla mama yako azaliwe ulijulikana. Na kabla mama yako ajaliwe ulijulikana. Na kabla mama yako azaliwe ulijulikana. So how old are you? Mzee sana. Na ndio napata wakati mwingine unazaa mtoto alafu na mtoto na behave kama mama mzee. Unakuwa na kijana mvulana, ukimwangalia tabia zake ni kama za kukaa. Si za watoto wa kawaida. Kwa sababu umo ni mkubwa. Yani yeye ni reincarnation ya mtu ya miaka 300, miaka 400. Unaona sasa? Sasa katika kule kupanda ndiko kuna shape maisha yako. Mwanzo kabisa kule ulitoka, builds, inajenga maisha yako. Sasa hivi unavyofanya utakuta kuna Wamalwa walikuwa miaka 800 iliyopita. Na kama ungepata mtu wa siku hiyo akueleze, atakuelezea Wamalwa walikuwa na tabia kama hizi. Ukiangalia kwenye family tree ya Abraham, iko na visanga vingi sana. Na vyote vinapitia kwenye system ambayo ni ya kisherati. Umeona, Abraham alikuwa na mkewe Sara, lakini alichukua muda fulani wakafanya mapenzi na kijakazi wakazaa. Baadaye mwanae Isaac pia alikuwa na Rebeka, akazaa Jakobo. Jakobo naye alikuwa na wanawake wangapi? Alichukua sisters wawili na vijakazi vyote. Kumbuka Guka naye alichukua vijakazi. Umeona? So imejirudia.
Angalia, turudi nyuma tena, baba yake Abraham alidanganyana wakati alikuwa na mke, akasema usi mke wangu, ni dadangu. The same thing ilifanyika kwa Isaac. Alidanganyana akasema huyu si mke wangu. The same thing ilifika kwa nani? Kwa Jacob pia alidanganyana na alidanganywa. Labani alimwambia fanya kazi mwaka 7, akafanya, akamwambia bado huwezi kuchukua, utachukua huyu hajachukuliwa, naye ataenda miaka 7. Kuna udanganyifu uliobuniwa kutoka siku za enzi za Abraham. Sasa kwenye mti wa familia wote mpaka tufike kwa Yesu, kila mahali hao watu wote wametajwa, kila wako na dosari moja ya wanawake. They have a challenge with women. David had a challenge with women. Jesus alikuwa na wao wengi waliomzingira, mpaka yule mama Msamaria, wote waliomzingira, wote ukiangalia walikuwa na nia kutembea na Yesu, ya kutembea na Yesu. Walikuwa na mipango ingine ya kisherati, ila tu Yesu naye alikuwa mkamilifu, hakufanya na hakutenda chochote. Lakini ukimfuatilia sana, walimzingira kutokana na nini? Kutokana na mvuto wa damu wa lineage ya kwao. Juda, angalia, mke wake alikufa, akaenda akaputa kahaba fulani mtaani. Kumbe ni daughter in law. Kumbe ni mtoto wake, daughter in law. Umeona hapo? So utakuta kuna msingi fulani umejipanga. Na katika maisha yetu ambayo tunaishi, kuna matatizo yako kwako. Matatizo hayo sio ya kwako, si wewe mwanzilishi. Ni matatizo ilikuwa na baba yako, ni matatizo ilikuwa na baba yake, ni tatizo lilikuwa na baba ya baba yake, ni tatizo limetoka mbali. Sasa ukaanza kupigana na jambo kama lile na haulielewi, litakumaliza. Maana hayo ndio madhabahu ya kifamilia. Unakuta kwenye madhabahu ambayo yalisumbua kabisa nyumba ya Abrahamu ni usherati. Yani ni kitu ambacho kimetoka kutoka mzizi, kimepanda. Na nyumba zingine pia utakuta ziko na laana kama hiyo ya kuwa na wanawake wengi, ya usherati. Pia utakuta kuna familia ambayo ndani yao yani wako na milengo ya utawala, the kingly system. Utakuta kijana wa tuchukua mfano huyu anaitwa nani, huyu uko Waluya, Echesa. Alikuwa waziri wakati fulani, alikuwa waziri akatolewa. Mwenye amekuwa na vituko vingi. Ukimfuatilia alikuwa mtoto wa nani? Ametoka kwenye ukoo gani? Ametoka kwenye ukoo wa Nabongo. Nabongo Mia. So ni kizazi hicho, na kusudi alichaguliwa na serikali iliyokuwa ndio wamchukue yule, kupitia yeye watashika ule ufalme, na ule ufalme utashika Waluya. Sasa utakuta katika nyumba yenu, kwa sababu imekuja katika misingi ya kiufalme, katika jambo kutatokea tu jambo litakalo sababisha mtoto wenu mmoja ashoot, kwa sababu kuna need. Yani power ya kiufalme katika familia inasababisha ufalme ulioko unakuwa na dosari fulani, mpaka utahitaji mtu wa ufalme huo awe kwenye ufalme huu, ndio ufalme huu ukuwe ni kama umezalishana mbegu fulani. Angalia, wakati mmoja alipotoka, alitafuta kiongozi Kenya mzima, akakosa, akarudi kwa Kenyatta. Maana kwa Kenyatta kuna mbegu ya uongozi. Alimwambia Saitoti rafiki yake, nimetafuta kiongozi, nimepata kiongozi, nimekosa. Lakini aliyeenda kumchukua ni kijana alikuwa anavuta bangi na anakunywa chang'aa. Umeona? Alimtafuta tu, akamchukua, akamleta kwenye limelight, akamuosha, akamfundisha maadili ya kufanya kazi, akamfundisha kila kitu. Kisha akamwekelea hapo. Baadaye uhuru alifanyika, kwa sababu kila Mkikuyu alisema huyu ni wetu. Kwa nini? Kwa sababu ya jina la baba yake. That is a family tree. Kuna wengine wako katika ibada, yani kwao kutoka zamani, either walikuwa waganga, na kama walikuwa waganga utakuja ukipanda katika maisha ya wokovu, nyumba hiyo yote iko na mapasta, mapadri wako ndani yake. Why? Kwa sababu kuna msingi uliopangika kutoka kule nyuma ambao unapanda, na ukipanda
unazalishanga mitunda ambayo ni ya kidini, uongozi wa kanisa, uongozi wa dini, uongozi wa mipango kama hiyo. Na pia kuna wengine utapata katika mzizi wa kwao utakuta their community leaders, because alianzisha kazi kutoka kule nyuma. Alikuwa mtu ambaye ni kiongozi, alikuwa uongozi uko ndani yao. Unakuta kwa kila kitu anakifanya kuna uongozi uko ndani yao. Na ukiangalia sasa kwa mfano wakati wa Mau Mau, watoto ukiangalia kama mimi sasa nimetoka kwenye ukoo wa Waruingi. Waruingi, babu yangu aliyekuwa ambaye nimeitwa mimi ndiye alianzisha Mau Mau. Ukienda pale Isili utapata barabara inaitwa General Waruingi Street. Huyo sasa ndio babu yangu. Na yeye akianzisha, baba yake alikuanga mkubwa, alikuwa chief, alikuwa mkubwa, ule wazee wa kitamaduni katika maongozo alikuwa kule. Na ukitafuta Waruingi zote katika duniani utakuta yule Philip Waruingi aliongoza kwenye ngumi. Kuna mwingine utakuta familia hiyo iko katika safu ya uongozi. Na siku they don't force it, wanajipata wameingia kwenye uongozi fulani, wameingia kwenye mipango fulani. Yani utakupata things are just happening to these things, they don't just happen. It is not a coincidence wakakuchagua. It is not a coincidence ukajikuta kama sasa mimi nilijikuta naongoza kikundi haramu ya Mungiki, na nilianzisha the same, babu yangu ndiye alianzisha Mau Mau. Sasa unakuta venye alijikuta kwenye uongozi wa kikundi ambacho kilipigana, na mimi nilijikuta kwenye kikundi ambacho kilipigana. Kwa sababu the family tree inanipelekea watoto wengi wangu. Sasa babu yangu ndio kale watu walienda vita vya kwanza vya dunia na vita vya pili kule Bama. Wao walihusika moja kwa moja. Watoto wangu wa uzao wangu na uzao wa watu wengi wetu wa familia wako kwenye jeshi. Yani wako kwenye kitu ambacho kinahitaji kupigana. Umeona? Kwa sababu the tree inasema hivyo. Mnanielewa? Lakini na sasa ukiangalia kama mfano Catholic, kanisa la Catholic is a family tree. Utakuta kanisa venye lilianza kwenye Orthodox. Ukiangalia Orthodox bado ipo na iko na nguvu na ndio iko na ile strong. Lakini ukiangalia tabia zote za Catholic, mahali popote utaenda utapata tabia ni moja, because it is a tree ambayo iko na branches nyingi. Sasa katika hiyo, hata katika ulimwengu wa magonjwa utakuta familia hii iko na kansa. Mtoto wako na kansa, mama yake ama baba yake alikuwa na kansa. Ukirudi nyuma utapata shosho alikuwa na kansa. Ukirudi nyuma utapata kuna laini ndani ya familia ambayo imekata kalaini ka kansa. Nakuta kansa inakuja, ndio ukienda hospitali unaulizwa kama kuna historia. Huyo ndio nafanyanga madaktari wanauliza kama kuna historia, ndio waelewe kama ni kitu ambacho kiko ndani ya familia. Kwa sababu hicho ndio kitu kinaitwa kiko ndani ya damu ya familia. Kwa hivyo ukitoka kwa hiyo utakuja kwa hii, kumaanisha hata huyu akitoka atakayekuja baadaye kutatokea mwingine atakayetokea kwa nini na kansa. The same as hypertension na the same as blood sugar. Lazima wakuulize kama katika familia yenu kuna historia, ndio wajue they are going to treat what in what line. Nama ni kitu ambacho kimekuja, ni kitu kinaweza kontroliwa na chakula, immediately wanakuambia wanakuadvise badilisha chakula. Lakini wakielewa iko ndani ya familia, it is now wanajua this is a treatment straight away, wanaanza treatment ya kufanya hizo maneno. Ninachokizungumzia ni nini? Kila kitu ambacho kinakufanyikia sasa sio wewe mwanzilishi, kilikuwepo. Hii ndio sasa ndio nimepata ufunuo sasa. Kwa bila babu, Biblia inasema kwamba babu zetu walikula mizabibu na watoto wao sasa ndio meno inakufa ganzi. Nilikuwa najiuliza sasa inakuaje aje sasa mimi sijakula mizabibu. Sasa meno yangu inakufa ganzi yani. Sasa ndio nakupata sasa. Sasa kuna mzizi ulioandalika, kuna chain iliyoandalika. Na hiyo chain kuandalika, kwa hiyo chain ndio inakusababishia mambo unayoyapitia sasa. Na ndio unaona wakati Biblia inasema nitafikishia matendo yao ya kinyume kizazi cha pili, cha tatu, cha nne, yani dhambi zenu, your sin, the iniquities, your iniquities itafika mpaka kizazi cha 5. Because iniquity, wewe kitu ambacho mkifanya saizi, that is an iniquity, kitakupitia kwa mtoto wako, kitatoka kwa mtoto wako, generation ya mtoto wako, kiingia kwa generation ya mtoto wa mtoto wako.
kitoke kwenye mtoto wa mtoto wako kiende mpaka the 5th generation. Ndio unakuta sins nyingi, makosa, sins, dhambi nyingi zinakufa after the 5th generation. Laana inakufa after the 5th generation. Hapo ndio kiwango ambacho kimefikishwa. Laana haizidi 5th generation. Lakini kunazo laana zingine ambazo zinaitwa spiritual mistakes. Zinaenda mpaka to the 10th generation. Ukiangalia dhambi iliyotendwa na ya Juda wakati alilala na daughter in law, hiyo dhambi imepelekea postponement. Maana Juda alibarikiwa na Yakobo, akaambiwa katika kizazi chako kitazaa mfalme. Sasa mfalme amepatikana in the 10th generation. Ikasema kwamba ile laana iliyotendwa na huyu mzee imepelekea postponement ya prophetic word ambayo ilitolewa na Yakobo, ilikaa for 10 generation. So some of us are blessed, na unaona tu ni kama uko blessed, unaona unafanya kazi nzuri, lakini hauna matunda. Ni kwa sababu there is a postponement. Kuna kitu ambacho kimesababisha kucheleweshwa kwa baraka zako, kwa sababu kuna laana ambayo inatembea na huko kwenye kizazi ambacho kimebeba laana. Kwa hivyo utakuta si wewe utapokea, utabarikiwa, na si mtoto wako, na si mtoto wa mtoto wako, na si mtoto wa mtoto wa mtoto wako. Utakuta ni mtoto wa 6, katika generation ya 6 ndio utakuta wao wameachwa na laana. Ukiangalia Maumau wengi, watoto wao ni maskini kabisa. Maumau wenyewe ni maskini. Watoto wa watoto wao wengi, 90% ni maskini. Watoto wa watoto wao wote ndio wanapatikana wakipigwa marisasi, ndio hawa majensi. Unakuta kuna because ya ile laana ya damu walimwaga, ile laana ya mauaji ilifanyika. Sasa imewabebesha watoto mizigo. Unakuta katika familia, katika misingi yetu tumebeba mizigo iliyo ama vitu vilivyofanyika, zilivyofanywa na mababu zetu. Makosa hiyo ndio tunayalipia sasa. Sasa utakuta wewe ulikuwa ufanikiwe kuwa na familia, lakini makosa ya babu yako inafanya unapelekea wewe unakosa mke, ama unakuna mke lakini hauwezi, ndoa haiwezi kusimama, hauna amani. Sasa hizo ni vitu ambavyo hata ukipeleka kanisani ukaombewe haviwezi kuvunjika. Labda na the only thing to do ni kushirikisha, kuelewa chanzo ama kufuatilia the family tree. Na hiyo ndio unaona wakati wazungu walikuja, kitu cha kwanza walikivunja ni the family tree. Ndio ukose kujielewa uishi kwenye hiyo laana. Ndio unaona katika ulimwengu wa Kikristo tuko sisi watu tumekuwa na ujinga fulani. Utakuta waliotuletea Biblia ni wazungu, Britain, lakini kwao wanafuata mila. Maana wakati Queen alikufa walifuatilia nani alifanyika king, ni Charles. Walifuata mila zao. Bwana, unaona sasa walifuata mila zao. Na hizo mila ndizo zimempeleka, kuna katika mila wanajua kumteua ni nani atakaye mrithi baada ya huyu. Sasa kunajulikana, kama sasa kunajulikana Charles akifa saa hizi ni nani atakaye rithi. Ni watoto wale wa Diana. Umeona? Sasa kutoka hapo, kutoka watoto hawa ni nani atakaye rithi. Ni tamaduni. Wakati walienda kumuzika walibeba kondoo mweupe na wakamchinja katika nani? Katika mazishi yake, kulingana na mila zao. So wazungu pia wana mila, ndio kwa sababu wako na mfalme. Ufalme ni mila. Ukienda Sweden iko na mfalme, ufalme ni mila. Ukienda Finland wako na mfalme, ufalme ni mila. Wao walifuata na wakakaa na mila zao na wakafuata sheria za kimila zao. Lakini walipokuja hapo walivunja mila za Waluya, mila za Wakikuyu, mila za kila mtu, wakatuambia sisi zote ni Wakristo. Lakini Ukristo ule ukiufuatilia kwenye Biblia, Ukristo ni mila. Unanielewa? Ukristo ni mila, maana Yesu ambaye tunamfuata alifanyiwa matambiko yote ya kimila. Alizaliwa siku ya 8 akatahirishwa, kisha wakamtolea matoleo yote ambayo yalitolewa mwana wa Kiyahudi. Matoleo gani? Walipeleka njiwa, wakapeleka unga, wakapeleka pigeon, zote wakatoa kama sacrifice, sadaka ambazo zilitolewa kwa ajili ya kumkuza huyu mtoto akae kulingana mila na tamaduni, ndio afuatilizwe kwenye the family tree, ndio akaje kupokea baraka. Bila baraka za kwenu, bila baraka
za kutoka kwa wazazi ambao those are the foundation of your mila, tradition yako, bila kuandamanishwa na baraka zile ukapokea. Kama sasa mara ukienda unaenda nyumbani, nenda namkuta baba, mnazungumza mazungumzo, kisha anakuambia nimekuombea dua nzuri, nimekuombea ukabarikiwe, milango yako ikafunguke. Hayo ndio maombi makubwa sana kuliko pastor yote. Hii maombi makubwa kuliko bishop yote, akibishop katika baraka za baba, maana baba ndio second kutoka Mungu. Bishop anakuja karibu na huko nyuma. Kwa hivyo usipokuwa na baraka za baba zimetokana na nini? Na the family tree. Ndio aachilie baraka, apokeze kijiti cha uongozi. Yeye alipokezewa na baba yake alipokezewa na baba huyo mwingine. Na hiyo kuna mila, kuna maneno na kuna vitu ambavyo hufanyika kwenye hiyo line. Kanisa la Crusaders for Christ chini ya Apostle Ndura wa Ruinge iliyopo jijini Nairobi wanakukaribisha kwenye ibada mbalimbali. Siku ya Jumatatu ni siku ya maombi hapa kanisani kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumanne imetengwa kwa ajili ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumatano ni siku ya ibada ya ukombozi kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 9 mchana. Siku ya Alhamisi ni siku ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Ijumaa ni siku ya maombezi hapa kanisani kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Siku ya Jumamosi kikundi cha ibada na sifa wanakutana kwa ajili ya maombi na maandalizi ya ibada za Jumapili. Siku ya Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa 1 asubuhi hadi saa 2 kamili asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 2 kamili hadi saa 4 asubuhi, na ibada ya tatu inaanza saa 4 asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Kisha ibada ya ukombozi inaanza saa 9 mchana hadi saa 11 jioni. Vile vile unaweza fuatilia ibada zetu kupitia YouTube channel Bethel Clouds TV, vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook The Synagogue. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari ifuatayo 0722239555 au kwa lugha ya Kiingereza 0722239555. Kumbuka tunapatikana jijini Nairobi, Covey Plaza, Mezzanine Floor, mkabala na kituo cha mabasi cha Easy Coach, Haile Selassie Avenue. Mungu akubariki unapojiandaa kuabudu nasi. Huyu ndio baba yako akuje apatiwe, ndio na wewe upate uendeleze familia. Umeelewa? Sasa katika hiyo usipoendeleza katika familia, mizimu ya kwenu, mizimu ya kutoka kule itakuja na itakuzuia kuingia kwenye territory ambayo ungeingia kwa urahisi kama ungepokezewa kijiti. Ndio naona sasa Uhuru na Kenyatta nakuja na anafanyika rais na nyinyi mko tu. Rais hivyo tu. Mtu mwenye aliokotwa huko akikula machanga zake, na anakuja na kulikuwa na watu wamesoma. Watu walikuwa na tajiriba nzuri. Watu wanaeleweka katika nchi vizuri. Watu wana siasa. Kibaki alikuwa, Saitoti alikuwa. Sasa Apostle nikuulize. So Raila kitu yenye inamuaffect ni family tree. Ni family tree. Maana hii familia yao tree wakati ilikuja ikapanda tangu zamani, hawajakanyaga uongozi. Unaona? Wamechangia uongozi lakini hawajakulia uongozi. Hawajakwenda kwenye meza ya uongozi. Maana ukiangalia baba yake aliambiwa Kenyatta yuko ndani tukuachie kiuongozi. Akasema pana mpaka Kenyatta atoke kwanza. Sasa swali ni hili, kama angekuwa president si angemwachilia tu Kenyatta? Angetoa order moja. Lakini kwa sababu kuna mizimu ambayo inawaambia hamtaongoza. Umeona? Kwa sababu kule walitoka kule, nasikia wametoka kwenye ni Nabongo ama wametoka kwenye nini? Ndongo na Bongo Mumia. Kwa sababu wao si Raila wanasemanga wao si Wajaluo kamili. Ni Waluya Waluya. So, na walitoka kule Wanabongo Mumia. Kwa hivyo wakifuatilia kwenye Nabongo Mumia, ni nani alifaa kupatiwa kijiti from Nabongo? Nabongo iende kwa huyu mwingine. Na ukiangalia sana kuna mzee mwenye amekufa juzi ambaye walimwabudu. Ulimuona yule alizikwa juzi? Wa Kijaluo. Utaenda utafanya utafiti. Walimuzika tu juzi. Huyo ndio aliyekuwa na mamlaka
ya kufuatiliza maongozi ya Nabongo Mumia ikapanda. Lakini sasa utapata nyinyi Waluhya mnampigia Raila kura, lakini si yeye anafaa kupigwa kura. Wanayefaa kupigwa kura ni Mluhya ambaye ametoka kwenye familia ya Nabongo. Ndio kwa maana atakuwa na urahisi wa kuchukua ushukani. Raila hawezi, maana kutoka kwa baba yake hakuweza. Ukifuatilia baba yake hakuweza. Katika maongozo ya zamani hapo hakuweza, lakini kuna nguvu fulani kwa sababu wanatembelea kwenye mafuta, the anointing ama the power ama the grace ya kingdom ambayo iko kwa Nabongo. Utakuta wanaweza kupanda juu, wanaweza kushamiri sana, lakini wakati wanaenda to the real power wa Nabongo Mumia, yule wa kwanza anaondoa, nasema si yako, maana haruhusiwe, hayuko kwenye laini ya kupokezewa kijiti. Raila hayuko, na utakuta kila kitu kinafanyika ananyaganywa, because ukiangalia wakati wa Kibaki Raila alishinda, wakati wa Uhuru Raila alishinda, lakini wakati huu wa Ruto alikuwa sawa, lakini mwangalie kilichotendeka ni kitu cha maajabu. Alikuwa na serikali, alikuwa na Ruto, alikuwa na Uhuru, kila kitu ambayo unahitaji kuwa rais alikuwa nacho, lakini Nabongo, mizimu ya Nabongo ilimuondoa. Unaona? Angalia sasa Ruto. Ruto naye ameitwa jina inaitwa Samoi Arap Koitalel. Samoi Arap Koitalel ndiye alikuwa kiongozi wa Wanandi. Yeye mzizi wake umetoka hapo. Angalia kwa urahisi. Amepanda kutoka wakati alikuwa KANU Youth for 92. Angalia mpaka kwaya kuimbisha kalikuwa kadogo kanaimbisha. Maana kuna the family tree inampropel inamjenga katika kupanda. Lakini Koitalel alifanya nini? Baadaye Koitalel katika uongozi wake alikatwa kichwa. Na akiwa kwenye uongozi alikatwa kichwa na akaondolewa. Muone Ruto matatizo yanayompata ni yale ya Koitalel, na hataweza kutoboa kwa sababu Koitalel hakutoboa. Kenyatta alitoboa, ndio kwa maana Uhuru alitoboa. Umeona? Because the family tree speaks all through. Na kama you are not in the line of receiving, hata uwe popular namna gani, you can't receive. Angalia mtu anaitwa Trump. Ukifuatilia Trump, mama yake alikuwa Irish na alikuwa kiongozi wa kidini mkubwa sana Katoliki. Na ile Biblia unaona Trump anaapa nayo ni Biblia ya mama yake. Kwa hivyo anachukua uongozi ulikuwa mama yake, anawekelea mkono, ana tap the anointing, ana operate na hiyo anointing. George W. Bush utakuta kwenye line yao pia inaenda hivyo. F. Kennedy utapata wao wamekuwa, mtu yote akiinuka anakufa. Mtu yote akiinuka anakufa. Katika familia John F. Kennedy utakuta wote, mtu yote akijaribu kushamiri kwa njia moja au nyingine, mauti yanampata. Kuja kwa familia Tom Mboya, utakuta familia Tom Mboya venye ina behave ni John F. Kennedy. Sijuzi mtoto wao amekufia wapi? Amekufia Amerika. Uliona? Amekufia Amerika. The same this family, they are not allowed, hawajaruhusiwa kuingia kwenye mamlaka. Wakijaribu tu kupanda kwenye mamlaka wanasimamishwa. The same thing happened to Kidero. Kidero ameoa kwenye hiyo familia. Kwa sababu ya kuua katika ile familia, na yeye pia maisha yake ya kisiasa ni kama imefika mwisho. Hivyo. That is what happens in life. See it how you are not popular. You will be popular. Lakini family tree yenu ni nani anafaa kupatiwa? Ni klani gani inafaa kuchukua? Katika wangalia kwenye Waluhya tuko sub-tribes nyingi sana za Kilio. Kuna Waisuga, Waidaho, Wateso, Wasot. But who are supposed to take leadership? Unaona sasa watu wote ukienda kwa Wabukusu unasema wanafufua ile roho ya nani? Masinde Muliro. Kwa sababu wasipoifufua ile roho ya Masinde Muliro utakuta hamna amani. So tuseme hiyo hata ndiye ili affect Wamalwa kijana, kwa sababu was wakati alikuwa vice president. Na ilikuwa imesemekana uzuri after Kibaki ni yeye. Lakini kwa sababu si wa kupokezewa, lazima angekatwa. Angalia mtu kama Wetangula. Wetangula hapo ndio mwisho, hapo amefika kwenye hapo kwenye speaker. Hawezi kuenda zaidi ya mambo yake imeisha hivyo. Lakini unapata kuna wengine wanakuja na
kinapanda vizuri sana, na unakuta mpaka ni nini kilisababisha. Ukiangalia kama mtu kanaitwa Salasia, ukifuatilia njia zake za Salasia utapata katika koo zake kuna ufalme fulani, na huo ufalme kuna mahali unafikisha mtu. Ukiangalia mtu kama Mudavadi, Mudavadi anafikanga kwenye minister just like his father. Father alifika kwenye minister na akakufa. Hapo ndio mwisho wa kwake. Lakini utakuta kuna mtu kingine kitakuja tu kipande from nowhere, kipande na upate kimechukua ushukani. You ask yourself, alipitia wapi? There is a command in the family. Kuna watu nakutanga wanaweka tu, anafungua tu biashara, fungua kioski, kukaa kidogo unaona ako na supermarket, kukaa kidogo unasikia ni billionaire, because kuna command system in the family tree ambayo inamkubalisha kuwa na hizo vitu. Kuna command system inayokubalisha kwenye siasa. Kuna command system ambayo iko katika maisha yenu ni kuua tu. Mkifika 40 years lazima mkufe. Hamwezi enda beyond that. Mkifika 40 years unakuta cancer inaingia, lazima mtu akufe. Ukifika 50 years unakuta kuna kitu tu kilifanyika. Ulikuwa mzuri, maisha yako yalikuwa mazuri, unaanguka tu at 40, at 50, at 60. Kwa sababu there is a command system in the family tree ambayo branch hii ni mauti, branch hii katika kalai, hawa familia wa hii kalaini, hawa ni manini, ni slave ama ni vijakazi. Watumwa. Ni watumwa. Hii laini ka branch haka kamezaa watumwa. Ka branch haka kengine kamezaa viongozi. Ka branch haka kengine kamezaa watu wa biashara. Ka branch haka kengine kamezaa watu fulani, mapolisi. Mimi ni kama hivyo. Sasa in the family utapata kwenu makazeni zako wote wako kwa jeshi. Kwenu makazeni zingine wako wote wanafanya biashara. Kwenu makazeni wengine wako wote wako kwenye media. Kwenu makazeni zingine watu wako wote wako kwenye line fulani, kwa sababu mligawanyishwa kila branch ilipatiwa kazi yake. Penzi mtazamaji, umejijua ni wapi uko sasa. Alafu tumekuanga na hii shida kwamba unapata mtoto amefanya kitu, hapo unaanza kuchukua kiboko na chapa mtoto. Kumbe shida si mtoto. Si mtoto. Angalia huyo mtoto wako na miaka 300 anafanya vitu vya mzee. Unaweza kutaka kijana kamevaa kofia kama mzee, kanavuta kisigara kingine hivi, na venye kanatembea na bakora kanatembea, unaona huyu ni mzee kabisa. Hata maongezi anapozungumza sauti yake unaona anazungumza kama mzee. Kwa nini? Origin yake, family tree inasema huyu ni wa miaka ngapi. Tumetusaidia sana. Asante. Penzi mtazamaji, kusema ukweli ikipinda haya mafunzo ambayo tunakuwa nayo, kama uwezi saidika sasa sijui nitasema nini. Apostle amezungumza yote, mimi nimekuletea kipindi, umejisikia. Kama una swali lolote tafadhali kwenye comment section pale, achilia comment pale, tuambie haya mafunzo yanakusaidia namna gani, na unataka area gani ambayo unataka mtumishi wa Mungu aweze kutaka hapa akuitishi chochote. Ile kitu ambacho unahitaji tu subscribe kwa hii YouTube channel yetu, na mafunzo utayapata kila siku. Nambari yako mtumishi wa Mungu ile ambaye anataka kukupata? Nambari yangu ndizo hizo unazoziona kwenye runinga yako, ni 0722239555 na 0112935035. Nitarudia tena, ni 0722239555, ama nambari nyingine ni 0112935035. Na pia utaona kuna tofuti yetu iko hapo, na mafundisho zaidi ukitaka kuja siku ya Jumatano tuna mafundisho zaidi. Siku ya Jumanne ninaonana na mtu moja kwa moja, tunazungumza mazungumzo kama tunaongea na Wamarwa. Ni mazungumzo, unakuja kwa ofisi yangu siku ya Jumanne, tutayazungumza moja kwa moja. Na siku ya Alhamisi tuna prayer line ambako tunakuwa na uombezi. Siku ya Ijumaa pia tuko na wakati mzuri sana wa kufanya kazi hiyo ya moja kwa moja mazungumzo. Siku ya Ijumaa mosi huwa tunakuwa na vijana, ibada za vijana, wasichana kwa wavulana, ambako tunajaribu kuzungumza nao kwa ajili ya mipango fulani, mipango mbalimbali. Siku ya Jumapili tuko na ibada 3. Ibada ya kwanza
ni saa 12 mpaka saa 3. Ibada ya pili ni saa 4 mpaka saa 3 mpaka saa 4, na ibada ya samahani ni saa 4 mpaka saa 5, na ibada hiyo nyingine ni saa 6 mpaka saa 7, na kisha tuna ibada ya saa 8 saa 10 saa 9 hadi saa 10. Ibada hizo zote tunazungumzia mafundisho kama haya, na tunakualika njoo. Na siku ya Jumapili hii ambao tunaienda ni siku ambayo maalum tumeitenga kwa ajili ya kuvunja madhabahu ya kiuchawi. Madhabahu ambayo watu wengi hawakuyajua ya kwamba uchawi sio lazima ukuwe mchawi ule wa uchawi kule kwa uganga kwa kichaka. Hata Wakristo, mapasta, mabishop wote wanaweza kuwa wachawi. Mungu akubariki, kuongoze. Mimi ni Apostle Ndura wa Ruinge, na kila siku ni siku njema kwako. Mungu akubariki. Bwana, kabla uondoke, unaona hiyo button hapo chini, tafadhali subscribe, alafu share mara nyingi wezavyo. Sina mengi ya kusema. Mungu akubariki sana. Asante sana Apostle kwa wakati wako. God bless you. Nakutakia kila la heri.